Yo bana, ini Catching Fire IDMax TV bana. Siku leo nimepata nafasi ya kukutana na jamaa hapa, mwanangu sana, familia nini bana. Mambo vipi? Fresh inakuaje? Fresh kama kawaida. Mambo mengine vipi? Lakini ni fresh kabisa. Chongo hapa na pale ipo vizuri. Bana, sababu ya kumuita huyu jamaa ili tufanye naye mastori leo hii na muda kama huu bana, huyu mwanangu ni mtu fulani hivi ambaye ananyoosha 3D. Umeona, yeye anasoma civil lakini 3D ya construction, majengo, madaraja na nini, yeye anafanya 3D. Sasa siku leo nimemuita ili jamaa tupe siri ya mafanikio kidogo, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akifanya vizuri kwenye designing zake, majengo, apartment na nini, na design mpaka jengo linakamilika. Vipi lakini? Fresh. Harakati zako zinaenda vizuri? Zinaenda fresh. Basi jitambulishe ili watu wakujue ni nani, unafanya nini? Kwa majina naitwa Gift John Matata, mwanafunzi wa DIT Civil Engineering, nipo mwaka wa pili diploma. Okay, sasa twende sasa kwenye mada ambayo umetuweka hapa kwenye upande wa CDD ya majengo, madaraja na nini kama hivyo, sio? Labda tuanze kabisa upya, tuanzie mbali kabisa, tutrace back. Wewe labda ni nani leo kushauri kuja kusoma civil engineering? Kwa sababu sio kwa unyoshaji huu unaonyosha. Mimi inspiration ya kusoma civil engineering, kifupi baba yangu pia ni civil engineer. Okay. Kwa hiyo imekuwa rahisi mimi kuwa inspired kwa sababu hata mzee wangu pia ni civil engineer. Japo ni kitu nakifanya nakipenda. Hata mimi yani ukiacha pia mzee wangu ni civil, nami pia napenda civil engineering. Sasa akili ya kuanza kujikita kwenye kudesign kama ya majengo, niona una design majengo, madaraja na nini, hasa motivation au influence wako ni nani aliyekuinfluence mpaka ukaanza kufanya hivyo? Kumbuka kwa mara ya kwanza mimi nimedesign kwa nyumba yangu moja, kwa ni nyumba moja na vyumba 9. Vyumba 9. Alafu ikawa ni ya kawaida tu, yani ile sio haina gorofa la nini. Kwa hivyo siku nimeichora ni kwa sekondari, nilivompelekea mzee akaikosoa sana. Kwa nyumba gani na vyumba 9, ukaa nani anakaa ukoo nini? Basi kwa mimi nielekeza baadhi ya vitu vidogo. Kwa hiyo nimeanza kuchora kwa penseli hivi nini tangu nikiwa sekondari. Okay. Kwa hiyo nilipokuja chuo nikapata access ya vitu kama computer, software na nini, ikawa rahisi kwangu kuendelea pale nilipokuwa nimeishia. Okay, kwa sasa wewe labda unatazamia yapi kwenye swala la designing ya majengo na vitu vingine vya civil engineering na construction kwa ujumla? Unaiona wapi kazi yako labda? Kwa sasa kubwa ninachotamani sasa ni kuhakikisha nimefanya kazi moja ambayo inakuwa ni nzuri, nikapata mtu ambaye kwanza ataipenda, yani ipate mtu ambaye ana uwezo, tukakaa tukaongea, kazi yangu akaipenda akaifanya na akainunua kwamba ijenge. Ni kitu natamani sana. Kwa hiyo unatamani siku ile nyumba ambayo moja wapo ile design kama apartment au ghorofa fulani, basi mtu akaichukua afu akaenda kuitengeneza kama ulivyo design. Natamani sana. Mimi mwenyewe nimefurahi hicho kitu. Najua watu watajitokeza, watu wengi sio? Kwa tuzidi tu kupambana. Kwa hiyo ni changamoto zipi labda unapitia kwenye swala la designing? Kwa sababu sio kazi rahisi, kwa sababu tunajua 3D design najua inahitaji kidogo mashine zenye nguvu, umeona, kwenye kumodo na nilia hizo nyumba inatumia muda mrefu. Labda wewe changamoto gani ambazo unapitia kwenye hiyo kazi yako? Changamoto kubwa iliyopo ni kama ulivyosema, ni issue ni PC. Ndio PC zetu hizi zinazopata kwa sasa zinakuwa kidogo uwezo sio mkubwa sana. Sasa kuna software nyingine zinahitaji specifications zake za chini kidogo, kwa sisi bado zinakuwa zipo juu. Unakuta mfano kama Lumion zinahitaji RAM kubwa 1632, graphics card kubwa. Kwa vitu kama hivyo inakuwa ni changamoto, kwa sababu kupata PC ni hivyo vitu vyote inakuwa ni kidogo high expensive. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinakuwa vina affect sana mambo ambayo yani vina affect sana kazi yetu hizi kuweza kuzifanya effectively vizuri. Okay, umesema kwamba kwa mara ya kwanza umedesign nyumba ukampelekea mzee wako aliyekosoa sana. Kwa hiyo ukiangalia labda nyumba ya kawaida almost inakiwa na vyumba vingapi? Nyumba ya kawaida, kwa sababu alikukosoa nyumba ya vyumba 9 ni na vyumba vingi, kwamba wanaishi ukoo. Labda nyumba ya kawaida inaweza kuwa na vyumba vingapi? Kwa yani ukiangalia kati yetu sisi ya Kibongo kwa ilivyo, nyumba ya kawaida kabisa kwa familia tu ndogo yani vyumba 3 vya kulala vinatosha.
kwa familia hizi ndogo ndogo. Sasa kwa wakati mwingine unakuta labda familia kubwa inahitaji hata vyumba vingi, lakini vyumba vitatu vya kulala, sebule, jiko, dining ni nyumba ambayo ni standard, kwa sababu vyumba vitatu vya kulala hapo tunaongelea chumba kimoja cha master, chumba kimoja cha watoto wa kike, chumba kimoja cha watoto wa kiume, na sebule na vitu vidogo vidogo hivi. Kwa hiyo ni standard kabisa. Labda mpaka sasa ulipofikia kwa elimu yako, ushasimamia nyumba yoyote labda mpaka ikaisha na nini hivi, ukapewa tu bana dogo wewe wasimamia? Ya, nimesimamia baadhi ya majengo. Mfano nikiwa Dodoma field, kipindi kile nilikuwa na seti jengo moja, ilikuwa ni kanisa, ndio nifanya setting out, wamefanya election kwa sababu ilikuwa jengo la chuma, ilikuwa ni la muda mfupi, almost kama miezi 4 hivi, niliacha namalizia. Lakini pia wakati huo wakawa naendelea na lile, nilikuwa nimepata kazi ya kujengea mchungaji wa ile kanisa pia, nikaenda nikamsetia, nikamwachia. Wakati naondoka ilikuwa tumeshamwaga nadhani slab ya chini hiyo, kwa hiyo nimeacha namalizia kumwaga slab. Kwa hiyo ni changamoto gani ambayo ulipitia kwa mara ya kwanza umepewa nyumba usimamie? Changamoto ambayo uliona wewe ilikuumiza kichwa, haujawahi kukutana nayo kwenye masuala yako ya civil engineering, kwa mara ya kwanza umepewa jengo ile kusimamia, labda changamoto gani ilikukuta? Changamoto kubwa, unajua civil engineering is all about teamwork. Sasa kuinteract na watu, wafanyakazi ambao kwanza ni wakubwa kuliko wewe, wana muda mrefu kwenye kazi, afu kuja kukaa kuwaelekeza, kwa mara ya kwanza ilikuwa ni changamoto. Lakini nashukuru nilipata wafanyakazi waelewa, nikapata na partner ambao alikuwa ameelewa pia kutoka Musti, nikafanya naye hizo kazi zote pia zikaenda vizuri, japo changamoto kubwa ndo kama hizo, kutana na watu wengine ambao ni wakubwa kwako, inabidi wasimamie, waelekeze. Kwa mara ya kwanza unaweza kuwa na uoga, unajua mtu ni mkubwa afu muelekeze afanye nini, inakuwa ni kazi kidogo. Okay. Lakini nafurahi sana kufanya hiyo kazi na naona watu wengi sana, watu wanaofanya construction activities wana makampuni yao. Labda wewe kufikiri kufungua kampuni la construction activities unalo kichwani, au hilo swala unalionaje kwa kazi ambazo unazifanya? Ndio, ni wazo langu na niseme ni moja kati ya ndoto yangu ambao waga ni wazi sana. Nimekuwa na hiyo ndoto yani tangu seme nikiwa shule, natamani sana kuwa na construction company kubwa inayotambulika. Okay. Kwa upande wa civil engineering najua kuna division mbalimbali, kuna construction kwenye barabara za majengo, sivyo? Labda wewe unapenda ipi sana kuliko yani the most ambao unapenda? Division gani ambayo unapenda kwenye civil engineering? Mimi nimefocus sana na majengo kwa sababu barabara, in fact tuseme, yani naweza ningesema kwamba barabara sijabezi sana huko, mimi nimebezi sana kwenye haya majengo hivyo. Yani barabara inaweza kuwa pia ni kwa sababu kwa level niliofikia bado sijafika zile sehemu ambazo tumesomea barabara na nini nikapata exposure, lakini mpaka hapa nilipo mimi nimefocus sana na majengo, barabara hapa. Wewe unadhani kwa nini, kwa mfano kwa upande wa Tanzania unaona hata jengo hili hapa hivi la DIT unaona wamesimamia wa China, labda wewe mtazamo wako ni upi? Kwa nini wanapewa kazi wa China let's say kufanya majengo? Wewe unadhani wa Tanzania wangeshindwa kufanya hiyo kazi mpaka wapewe Mchina? Changamoto kubwa inayokuja kutokea hapo kiasi kwamba tunashindwa kupata hizi kazi ni kwamba kuna wakati mwingine unakuta yani wanashindwa kuwaamini wa Tanzania au watu wazawa kupewa miradi mikubwa kama hii, aidha kwa historia iliyopo nyuma au kwa changamoto hizo wanashindwa kuaminika. Lakini pia changamoto nyingine ni kwamba Wachina muda mwingine wanakuja na mitaji yao, kwa hiyo unakuta ana hela ya kuendesha mradi mpaka unakamilika na akapewa hela yake baadaye. Lakini hivyo vitu pia kwa sisi tunaweza tukawa tunakosa. Lakini pia changamoto nyingine ni kwamba inawezekana wenzetu wana mitambo mingi, kwa sababu construction inahitaji mitambo, inahitaji vifaa. Kwa vile vifaa vinaweza vikawa vina affect sisi kupewa miradi kama hiyo. Labda na plani yako, labda let's say tuseme gorofa, umedesign gorofa, si ndio? Software ambayo unatumia kudesign hizo construction kama jengo, umeona, labda ni software gani ambayo unaitumia wewe kudesign hayo majengo? Kwa kwanza naanza na ukishachora ile idea, ukiwa nayo idea kwamba ile roughly jengo lako litakaaje, hata kwa pen au penseli, unatumia Archicad. Ukishakuwa na Archicad, ukichora pale itakupa floor plan, lakini pia itakupa 3D. Kwa hiyo ukitumia kile kwa Archicad utaweza kudesign kila kitu. Utaenda sasa kufanya rendering kutumia software nyingine. Kwa kuanzia unaweza kujifunza Enscape kwa sababu ni easiest na nyepesi zaidi, lakini kuna Lumion ambao ni the best, kufanya hadi animation na vitu vingine kama hivyo. Mpaka sasa unaona matumaini ya watu kuona au kununua kama ulivyokuwa unasema unatamani, matumaini ya watu vipi
labda kwa watu ambao wanaona kazi zako, comment zao ni zipi kwa hasa kwenye hicho kitu ambacho unakifanya? Kwa watu ambao wameona kazi zangu, kila mtu ana appreciate. Kwa hiyo I hope lazima Mungu atasaidia, tunaamini. Bana wewe kama jamani, tutapost kazi zake mtaziona. Kwa wewe kama unatamani, unahitaji plani nzima ya nyumba yako, ramani mpaka itakapokamilika, basi kijana huyu mwenzetu tumsupport, kwa sababu ana ndoto kubwa za kuifanya Tanzania kuwa ni Tanzania ya mageuzi. Kwa hiyo unatamani, unapoona kazi yake, basi usisite kumtafuta, hata kumuulizia namna gani anafanya, ili na wewe ujifunze. Au pia kama unahitaji nyumba yako yenye muonekano mzuri kabisa kabla haujaanza kujenga, basi muone kijana hapa, kazi zake mtaziposti, mtaona. Anatamani siku hata mmoja tu ajitokeze akanua ile ramani na planning nzima aliyoidesign yeye, moyo wake unakuwa umefurahi. Kwa hiyo napenda sana ku appreciate hiyo kazi ambayo unaifanya, kwa sababu ni ngumu kidogo, lakini pia ni rahisi kwa mtu ambaye anafanyaje, anajituma. Labda nikuulize kitu kimoja, labda tuseme nyumba ya kawaida, tupe labda calculation kidogo, inaweza kuchukua kama tofali ngapi hiyo nyumba ya kawaida hiyo niambie, na vyumba vitatu sebule. Hebu nipe kidogo calculation, maana nasikiaga waga mna calculate hadi na toto ya tofali zitakazotumika, mifuko ya simenti. Hebu naomba nielezee kidogo, zinaweza kuchukua kama tofali ngapi? Kwa nyumba ya kawaida, unajua sio rahisi kukupa exactly tofali ni ngapi, lakini kwa nyumba ile ambayo inakuwa ni standard kama hiyo, tofali zinazotumika pale, naweza nikasema na nashindwa kukupa ile idadi kamili, kwa sababu kile ni kitu ambacho inabidi nikae nifanye hesabu, nitulie, niangalie tofali, kwa sababu nyumba kama ile na vitu vingi. Inawezekana zingine zitaenda kwenye msingi, nyingine zitaenda kwenye nje, gardening, fence na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu cha kukaa kutulia. Mimi na nikupa wewe hesabu, mimi ninavyokupa hesabu nitakupa kila kitu ninavyohitaji, nondo, mchanga na uhitaji simenti, kila kitu nitakupa. Kwa hiyo nitakupa mimi kitu ambacho kimejikamilisha, ila ni kitu ambacho inabidi nipate muda kidogo nikifanye. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kutamkia hivi tofali kadhaa hivyo. Okay, labda kuna mtu sasa hivi yuko form 4 au form ngapi, anatamani kuja kufanya kitu ambacho nakifanya wewe, labda unamwambia vitu gani ili ajaribu, yani ajaribu hata kufanya kama unakufanya wewe? Ni kwamba tu kwa mtu anayependa civil engineering, civil engineering course ambayo unaifanya na ni kitu ambacho nakifanya, yani ni kitu ambacho tunakiishi kila siku, si ndio? Kwa sababu kila sehemu kuna majengo, kila sehemu kuna buildings ambazo civil engineering wamehusika. Kwa hiyo ni kitu ambacho in fact utakiishi, na kama unakipenda utaenjoy sana. Ningependa tu kama na malengo ya kusoma civil engineering DIT hapa au kwa vyuo vingine pia, yeye apambane civil engineering kusoma. Kwangu mimi, kwa sababu ni kozi yangu, ndio nikaita ni the best kwa sababu ni ya kwangu. Na kabla labda ya kuja kusoma civil engineering, kuna labda kuna kozi nyingine ambayo uliipendaga, afu baada ya, kwa sababu kuona mzee wako anasoma civil na miacha nikasome, kabla ya kuona mzee wako sasa anafanya civil engineering, labda kuna kitu kingine ulikipenda zaidi, au wewe ni kitu ambacho nakipenda ni civil na mtu, yani mtu akwambie chochote kuhusu civil, au kuna kingine unakipenda tofauti na civil? Mimi kabla ya civil nilikuwa nafikiria yani niwe architect, full architect kabisa, yani niwe ni mtu wa kudesign hivyo, sihusiki na civil. Lakini nimekuja kuipenda civil baada ya hivi kutembea na mzee kwenye site, yani vile nikaja kupenda tu yale vitu vya vile, kufanya vile jengo mpaka linakamilika, yani nilikuwa napenda vile vitu. Kwa hiyo nikajikuta hii architect inabaki kuwa kama hobby yangu, naifanya nikipata muda kama hivi na design na nini, ila civil nikaichagua kuwa main kama kazi kabisa ambayo naisomea na nitaifanya. Wewe uko unafanya biashara, mtu akiuliza tu unafurahi kwamba watu wanaona vitu vyangu ambavyo unavifanya, watu wanaona hapo biashara yangu nafanya. Hebu watajie namba ya simu hata kidogo, ukiamua kutafuta wanakutafuta ili uweze kuwasaidia pia. Namba yangu ya simu ya Airtel ni 0789 35 28 00, na namba yangu ya Halotel